Leo tumepata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja. Yeye anauliza kuhusiana na mke wake. Anasema mke wake ana tatizo la kisukari, lakini ukiachilia mbali matatizo ya kisukari, yako na matatizo mengine mbalimbali yanayomsumbua: fungus wengi, ukeni, lakini pia pamoja na bakteria. Wanakwenda kupima, wanaambiwa fungus, bakteria, PID ndio vitu vinavyomsumbua. Sasa anauliza, hivi vitu vina mahusiano gani? Mbona mara kwa mara vinasumbua? Naam, asante mdau kwa swali lako. Ni kweli mwanamke mwenye tatizo la kisukari, diabetes mellitus, yuko kwenye hatari kubwa ya kuugua tatizo la fungus pamoja na bakteria katika viungo vyake vya uzazi. Mwanamke mwenye tatizo la kisukari yuko kwenye hatari kubwa ya kupata mashambulizi ya fungus pamoja na bakteria. Kwa nini? Hii inatokana na sukari nyingi anayoitoa katika njia ya mkojo. Kwa kawaida mtu aliyekuwa na tatizo la kisukari, maana yake kwanza anakwenda haja ndogo mara kwa mara. Miongoni mwa dalili za kisukari, anapata haja ndogo mara kwa mara, na hii ni kwa sababu ya tayari mfumo wake wa uchujaji na usagaji unashindwa kufanya vizuri zaidi kama alivyokuwa mwanzo, na hivyo sukari inaongezeka katika damu, na inapoongezeka sukari katika damu mpaka ikafika 10 ama zaidi ya 10, sasa mtu hapo ndo anakuwa na tatizo la kisukari. Kwa hiyo maumbile ya mwanamke yana tofauti na maumbile ya mwanaume. Mwanamke viungo vyake vya uzazi pamoja na viungo vyake vya starehe viko ndani ya mwili. Mwanaume viungo vyake vya starehe viko nje ya mwili, kwa maana ya penis iko nje pamoja na viungo vingine, lakini mwanamke viko ndani ya mwili. Sasa mtu mwenye tatizo la kisukari, maana yake mkojo, yani haja ndogo anaenda kuipata inatoka ikiwa ina sukari. Sasa akiwa ni mwanamke ndio anatoa haja ndogo ikiwa na sukari, na ufahamu kwamba anakwenda haja ndogo kila wakati, kila baada ya muda anapata haja ndogo. Sasa katika viungo vya uzazi vya mwanamke, kwa maana ya viungo vya starehe vya mwanamke, vinakuwa na bakteria pamoja na fungus kidogo, ambao hawa kazi yake wapo katika uke ni kwa sababu ya kuprotect na kufanya uke, yani uke wenyewe unaundwa na vitu hivyo, lakini havitakiwi vitu kuongezeka, kwa sababu vinapoongezeka vinaanza kuleta madhara katika mwili na vinaanza kumdhuru yeye mwenyewe mwanamke. Sasa mwanamke anapokuwa na tatizo la kisukari, kwa kuwa anatoa haja ndogo ikiwa na sukari, anachochea ongezeko la fungus pamoja na bakteria kwa sababu ya ile sukari inayotoka na mkojo. Kwa hiyo anachochea ongezeko, na hivyo uke wake unakuwa na bakteria wengi pamoja na fungus wengi kutokana na ile haja ndogo iliyokuwa pamoja na sukari ambayo inachochea ongezeko. Kwa hivyo mwanamke huyu anajikuta sasa anapata na magonjwa mbalimbali yakiwemo na PID pamoja na magonjwa mengine. Kwa hiyo ni kweli tatizo la kisukari kwa wanawake ni tatizo kubwa linaloweza kuwaletea mafungus pamoja na maambukizi ya bakteria, kwa sababu ya mkojo unatoka ukiwa na sukari, na kwa kuwa wao viungo vyao viko ndani ya mwili, kwa hiyo haya maambukizi yanaongezeka kwa sababu humo ndani ya mwili ndiko wanakoishi hao bakteria pamoja na hao fungus, ambao wanapokuwa wako wachache wanakuwa under control, kwa hiyo wanakuwa wasumbui. Wanapoongezeka, maana yake ongezeko lile ndio linaloleta madhara katika mwili wa mwanamke. Jambo la muhimu, mtu huyu anaweza akatibia fungus katika maisha yake yote na asipone, lakini jambo la muhimu anatakiwa kuitibu pamoja na sukari, na sukari inatibika na inaisha kabisa. Kwa tibu kisukari, fungus itaisha kabisa. Lakini jitahidi kila unapokwenda haja ndogo, jitahidi kujisafisha na maji vizuri yaliyokuwa safi, jisafishe na maji vizuri, ile njia ya mkojo angalau isibakie na matone ya mkojo, kwa sababu ya kibaki yale ndio yanachochea uzaliaji wa fungus pamoja na bakteria. Kama una swali lolote unataka kutuuliza,
basi tuandikie hapo chini kwenye comment, sisi tutaliona na tutalijibu. Usiache kufollow account yetu ili uwe wa kwanza kutuona tunapojibu maswali na kutuma video zetu mbalimbali. Lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube. Hiyo itakufanya kuwa wa kwanza kuona na kutufuatilia. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana.